Kwa mbona mimi sielewi ratiba ya leo mgani poa si sema hata mimi hapo nitakuja na shida wanangu. Tunakuja kwa papa mchongo wanangu wanapiaje? Tutasema kabisa. Usikiza. Sasa mimi kwa nina kazi yangu nitakamwambia. Kuna jamaa langu wa Mbugi yani. Tunatembea na rafiki yangu. Sasa mimi nitakambuka mfanyio rafiki yangu na huyo jamaa langu wote wawili. Shio utatondoa dola ngapi wewe? Au sio? Kufanya kazi yangu. Tunaongeza laki moja mchongo wako tupige fresh yani ile sasa jua tena zile za kiume tajua kwa hiyo tutaongeza laki moja mchongo wenyewe nataka tuende zetu tukamtune ama tumfanyie tune yani mpige tu umie yani ile apate ajali au sio ndio chungu wako kwa hiyo tukimuumiza ile kwa chongo unasemaje tafanyika tu poa kwa tukakumbele kwa pesa sawa kuna kusumbuana mpaka ninafuata mbio shida iko kweli na nina pesa. Haina noma, wewe shaisha madamu iko sawa. So ajua haina pingamizi. Nakwambia. Poa. Sana. Mwanangu mchongo kama wewe za dunga na so ajua. Sana. Mimi nashindwa ni vipi. Maisha yananichanganya sana na yananishangaza. Inakuaje marafiki zangu wote niliosoma nao na ndo kwanza walikuwa wanafeli, lakini wamekuwa ni matajiri, wana pesa. Kama rafiki yangu yule Jumaa sahii ana gari, yaishi vizuri. Hizi pesa zao wanazitoa wapi? Hilo jambo lanisikitisha sana. Sahii nyumbani nadharauliwa. Haya matatizo yangu sijui nimwelezee nani ili aweze kunisaidia. Ama nenda nikamtafute. Nitaenda kumtafuta, nimtafute huyu ndugu yangu huyu. Maana tulikuwa marafiki sana darasani. Ili anielezee siri ya mafanikio. Kwa sababu haiwezekani juzi tu tayari tumekuwa na yeye, tumemaliza chuo wote. Leo hii yeye anamiliki pesa nyingi kiasi hicho. Inaingia akilini kabisa, inaingia akilini. Wacha niende kwa Omari akanipatie namba zake, mpaka niwasiliane naye tupatane. Uko poa? Waendelea salama? Mimi niko poa huku mzima, sijui wewe. Na nimekumisi. Wanaambiaje sasa? Wewe tuma fare ndo nije. Na fare kuja huko mimi sasa hivi. Kwa hiyo fare watuma. Tuma basi na ngojea mpenzi. Sawa, fanya haraka basi. Sikudanganyi na wewe tuma mimi nitaja. Sawa, nangojea. Na plot yenyewe ndio hii hapa. Ulivyoniambia sijui tafuta plot watakulima saa. Kama mwenyewe umepapenda ama ndio vipi? Nimepapenda, si pabaya, mpazuri, lakini sasa
baada ya muda nikipanunua sije katokezea watu wengine waseme plotting yangu. Hii ploti kusema la ukweli, ploti iliachwa na wazazi wangu ambao walitangulia mbele zake. Sawa, yaani waliniacha kama urithi. Kama unavyoiona ploti yenyewe mpaka ndo ni pale. Kuanzia kule wengine na hapo. Ndio hivyo mpaka. Sawa, haina shida. Nikaona ili niuze nikaangalia maisha mbele sababu maisha sahihi magumu. Sawa, basi tabidi tuandamane twende kwa mjumbe. Sawa basi, hii kila kitu ni kuandikishiana. Sawa. Yaani vijana mpaka saa hii hawajaniwekea pesa kwa nini? Hebu ngoja niwapigie simu. Halo, Bwana Saidi. Habari? Kwa nini mpaka sasa sijaona pesa? Tusianze Viswahili bwana. Viswahili twavijua. Pia sisi ni watoto wa mjini bwana. Pia sisi ni watoto wa mjini. Kitu ninachohitaji mimi ni pesa nione. Si biashara kwamba uanze kunipa Viswahili. Alafu unajua umenitia hasara kiasi gani? Umenitia hasara bilioni 6. Sasa kitu ninachokihitaji nataka tufanye kikao cha dharura. Kesho tayari. Kesho asubuhi saa 2:30 hapo. Sasa. Mwanangu, maisha kijini wachukuliaje? Yaani ndugu yangu Salim, hilo swala nilikuwa nimepanga mimi pia nikutafute tukae tulijadili. Kwa sababu maisha sasa yamekuwa magumu. Hebu angalia yule dogo mlisoma naye yule aitwa nani yule? Ni Saidi, si Jumaa. Yule mwana alikuwa hashiki darasani. Yule mwana mfanikiwa mwanangu mpaka mwenyewe anishangaza. Yule ni Swale yule. Swale. Huyo hujakosea. Yule mwana mfanikiwa mpaka mwenyewe yani anishangaza. Yaani afanikiwa. Yaani afanikiwa vipi yani? Yaani kweli kulingana na hali ilivyo. Na sasa kwanza tuko katika msimu wa ukame. Mvua sasa ina karibu miezi 8. Yule mwana yani yule jamani hali kabisa kwamba hana pesa, hali yani. Shambani kumekauka lakini yeye hali yuko sawa. Na yule jamaa klasi ndio alikuwa wa mwisho. Kama nakumbuka vizuri mimi ndio nilikuwa nashika namba 1. Wewe ndio wafuata. Nakumbuka kwa sababu yeye alikuwa yafeli mara kwa mara. Lakini sasa mfanikiwa itabidi yani hivyo vyote hapa mwanangu. Itabidi nini unajua? Mfuate yule jamaa akatuelezea mafanikio yake. Maana maisha mwanangu hatuwezi endelea hivi. Swadakta kabisa. Maisha hatuwezi endelea hivi kabisa. Swadakta. Kwa sababu yule yajua kuna siri ya mafanikio yenye amejiwekea. Ndio maana yani haiwezi kuwa tu hivi kirahisi. Yule jamaa shule alikuwa ashiki. Afi mkwaje? Yule sasa hii kwao kama mvuka vizuri abaki hakuwa vizuri kipesa. Yani yule jamaa amelukia na mafanikio fulani ya ghafla hivi. Mpaka ndoshangaza. Sasa hapa ni kumfuata ndio akatuelezea kama kuna kitu vyote na sisi tujue ni vipi. Yule ni ndugu yetu, rafiki yetu. Tukisema tuende tukamlilie shida zetu, atupatie pesa, itakuwa hiyo Saidi nenda akatuambie jinsi ya kutafuta pesa. Na sisi tujue tutatafuta vipi. Mambo yako tunamlilia tupatie pesa, ndoano. Tuvute wenyewe. Ndio hivyo. Hilo ni swala la kwa tupange, alafu tumtafute. Ndio hivyo basi ndugu yangu. Maana hiyo siri ya mafanikio hiyo. Yaani ni raha hiyo siku. Wewe chuliaje mwanangu kwa wapeleka gari naje? Yule jamaa angalia vitu anavyotembea navyo baba. Si vya mchezo. Vitu anavyotembea navyo. Mpira anatembea nao si mchezo. Yaani mipira heavy. Marenji, kitu cha crown. Yaani jamaa sio mchezo kabisa. Hakuna mtu ambaye amfikia hapa kijijini. Na hakuwa hivyo sasa. Yaani kumfuata fresh kipole kama vile best hivi si atujua. Asongee naye vizuri atuelezee ilikuwaje yani mpaka niko vile yani vinyameseto yani iko fresh yani ilikuwaje kuaje. Sawa mwanangu, itabidi tujipange ndani ya siku 2 hizi tumpate. Basi itakuwa fresh. Mimi nitakutokea hapo mwanangu. Acha basi ninge michakato. Mwenye ngoja ninge vikasi. Pamoja sana. Classmate ndio. Niambie. Odi. Nzima. Si wewe. Salama, mbona mpotea siku hizi? Mimi niko mimi naenda ndo napotea. Hata tukia basi tukule primary tu. Tukia tuachane Wema. Kitambo kweli yani. Mimi
kwa hiyo unampotea uonekane shule. Kwa hiyo tokea kule patane na yule Omar yule mvulana mwingine ukaniacha mimi, sasa wewe atakutafuta wapi tena? Mimi naenda ndo limwosha mwenzangu. Kwani wewe ndo unaniacha mimi? Wewe ndo unaniacha mimi ukapata kidem chengine huko Kigiriama. Mimi nilikupenda sana. Naona siku hizi umenona lakini kwema. Nachekesha nini na mzimba. Ndio siku hizi nilipokuacha mpaka siku hizi ng'ara. Mimi naenda ndio ya ng'ara. Moja kama tuna pesa zako. Pesa gani sasa tokea niache linati brok set list mesha. Naona amenipeleka vizuri na natoa kimwili. Unataka shati nikupendeza hii. Tulia na kunaibisha. Hebu nipe namba yako ya simu tuongee. Mimi hapa sijabeba simu. Simu niacha nyumbani huko. Wapi namba kwenye akili pia ujue. Aya andika. Leta nikuwekee basi. Shika. Kiti za pesa hii? Hii hapa namba yako. Sasa mkusefu mpenzi Zulfa ama nini? Tuliachana mimi na wewe hata. Kwani ex arudiwi? Vyovyote bwana, bora useme. Sasa wenda za pesa hii? Nenda dukani pale. Kwa hiyo nikupeleke ama utakuwa una kampani nyingine huko? Nitakumpeleka. Nitakupeleka. Soja ni kitambo na nimekumisi. Sawa, twende. Twende zetu basi. Mambo ndo haya sasa. Kama kitambo kweli. Sasa nilienda kwetu. Kwenda kwa nini? Si yule nilikwambia kwa nataka kukoa yule pale ndo akafanya tukachana. Angalia kama ungeleta pesa haraka angeniona. Sasa wewe si ndio ulikata mwenyewe ulifuata pesa kaniacha mimi ambaye sina pesa. Lakini sasa una pesa. Sasa kwa ndo nina pesa ndo umendegelea. Basi hata mapambo sina hata shilingi hapo. Hata ndio dukani. Twende zetu kwa dukani nikupeleke. Pia. Na mwanabiashara amemtafuta na kuna hii plot. Kwa leo tena nataka mfikishe masomoni mbele. Uje nisaidia hata kama utusaidie kwa maisha. Sababu maisha sasa magumu afu jua la sasa kali kweli. Sitoshi pia mwenyewe nahitaji pesa za mahari nataka ni. Kaka watakuwa. Sababu umri wazidi kuenda na bado sijaoa. Kwa hiyo sijali dadangu, nitakupeleka shule chuo kikuu malize. Mambo mengine atafuata. Sasa kama alivyosema nataka ameenda chukua shahidi zake wawili, baadaye atakuja na shahidi zake wawili. Pia mimi nataka shahidi zangu wawili ambao ni wewe na hata kama rafiki yangu mmoja. Nasikia dada. Sawa. Ndio hiyo. Mimi huyo wifi sio mbaya tu, awe mcharuko. Mzuri mwenye tabia zake safi. Mama!
kijana vipi? Unajua kupendana na bibi za watu, si ndio? Basi ulikuwa na mrembo. Bado unaangalia naongea na si ndio? Nataka nikudungie gago, si ndio? Wewe ndio unajua kutembea na mabibi za wenyewe, si ndio? Wewe una wife kwa. Ukweli unakusumbua, si ndio? Napenda sana kudunga, si ndio? Wewe ndio unapenda sana kudunga mademu za wenyewe, si ndio? Sasa leo acha tukuonyeshe kwamba sisi ni maniga, sawa? Zote kile kama tumind. Sawa? Tunalitoa habari kumbe wewe unachezea mabibi za wenyewe na wewe umeoa, si ndio? Hello. Halo. Hello. Wow, uko wapi Zulfa? Kazi yangu unajua ushaifanya sasa hivi, ndio? Mimi niko maeneo hapo. Sasa wewe njoo hapo, ukifika wewe utanishtua. Niko karibu na hapo. Sawa. Naja. Iko sawa? Iko sawa. Vipi sasa boss? Kama kabisa mpipi. Poa. Na ukika ni yeye? Yeye kabisa, kiberenge wako yuko hapo, yaani jamaa hapo pepo hapo. Unasemaje, mshiko mpipi? Ngoja mwanzo nihakikishe. Ndio zetu kaoni mtu hapo. Mtu wako ndo huyo ama si wewe huyo? Ndo yeye kabisa. Vipi sasa? Kabisa mwenyewe, si ndio wewe mhusika? Ama si wewe? Mhusika. Kumbe ndio unahusika kwenye tukio mpaka mimi niko hapa. Ni mimi. Kwa nini mambo kufanya hivi? Wewe mwanamume, kitu gani kile ambacho ulikosa kutoka kwangu? Kitu gani kile ambacho ulitaka mimi nikakosa kukupa? Kwa hiyo niyo sababu ndio mambo kufanya. Niyo sababu. Kwa hiyo venye ambavyo mambo yetu kwa nani yuko kwa sawa. Ni sawa kabisa. Hivi wewe mwanamume, kitu gani kile ambacho unataka mimi nikufanyie wewe? Yaani mapenzi yangu yote ndio umeamua kuyamalizia hapa. Na rafiki yangu, tena sio rafiki tu, namchukulia kama dada yangu kabisa niliozaliwa naye. Alafu na wewe, mimi nilikuchukulia kama dadangu, nikakuona rafiki yangu, kumbe mimi nilikuwa ni mjinga. Kila kitu kile ambacho nilitaka mimi nilikupa. Yaani kuja kwangu, kukaa na mume wangu, kuacha mimi nikiondoka, ukaamua uchukue advantage. Ndo akula bure huyo. Alafu na wewe, asijamalizana bado. Kwa nini uliamua kunifanyia hivi? Kwa nini ungesubiri mpaka tuonane? Ukiangalia ujinga unaofanya mambo kukaa nyumbani kusubiriana. Wewe ni rafiki tu. Rafiki wako Giana. Mimi nina ushahidi wote, Beka, nimewaona, nimeonyesha kila kitu. Kwa taarifa yako, mimi nakupenda sana. Naweza fanya kitu chochote kwa ajili yako. Naweza hata muua huyo. Mimi na yeye basi. Kwa hiyo hapo uchague kati ya mimi na yeye, nani mke wako? Mimi sikupendi tena. Unipendi tena? Utanipenda, upende ukatae. Mali zangu wazitumia, pesa zangu nakupa, waishi kwangu, kila kitu wafanya kwangu. Unapata ujira unapata ujira kumjibu bosi hivyo wewe. Yaani wewe Mwacheni. Tulia. Bota dini na nani? Ona tujua. Mama. Zulfa semaje? Tulieni. Sasa Beka, hapo uchague, mambo ni mawili. Huyo mpenzi wako unampenda afe ama uchague moja kukaa na mimi? Uchague mawili, uchague moja. Kukaa na mimi ama afe. Umfuate ahera. Bora mtu huyo sote tu.
Oh. Siwezi kuwa nayo tena. Wasema hivyo kwa sababu unajua mimi siwezi kukuua. Ungekuwa unanipenda kweli, ungenitendea ile tukio. Sasa mimi nakupa muda ujifikirie, maana sishindi kumuua, nitamuua kweli. Kama naweza kufanya haya yote mpaka hapa, sishindi kumuua. Kwa hiyo uchague mimi na yeye. Hivyo ndio hivyo. Hivyo ndio nimeamua. Sawa, kama kuniua afadhali uniue. Mimi sitana hatia yote. Anayo hatia, Mzee ndio mlengo mkuu hapa. Lazima afe, atakufa tu kama ataki. Nitakufanyia yote. Mfanyeni chochote kile ambacho mwataka, uyapitize muda wangu.